akilini yako unampenda Mungu ama unapenda mali wewe? Unajua watu wanasikiaga wakati mwingine eti ibada ya sanamu wanafikiria ni ile ambayo makanisani kuna masanamu nini. Ibada ya sanamu ni kitu chochote unachokipenda zaidi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Shetani anasema ukinyoosha mkono wako ukigusa juu ya vitu vyote alivyonavyo atakukufuru. Na mpenda Ayubu ambaye pamoja na mali alizopewa na Mungu vile alivyovimiliki, lakini upendo wake kwa Mungu ulikuwa mkuu kuliko vile alivyovimiliki. Jina la Bwana libarikiwe. Shetani anajaribu kuleta zengwe, anasema basi gusa vile alivyonavyo atakukufuru mbele ya uso wako. Maandiko anasema Mungu akamwambia basi vyote alivyonavyo viko katika uweza wa mkono wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake wewe mwenyewe. Maandiko anaonyesha baada ya majadiliano hayo, Biblia inasema ya kwamba shetani akatoka mbele za uso wa Mungu kwenda kuyatekeleza maangamizo ambayo alikuwa ameyakusudia kwa mtu anaitwa Ayubu. Maandiko anasema kukatokea majanga makubwa kwa Ayubu. Biblia inaonyesha mali zake ambazo ni ng'ombe wake, kondoo wake, ngamia wake, punda wake, pamoja na ngamia na kila alichokuwa nacho, pamoja na watumishi wake. Maandiko anasema wakaangamia na wakabaki watumishi wachache kuja kumpa taarifa Ayubu. Maandiko yanaonyesha watu wanaitwa Waseba walikuja wakaleta maangamizo hayo, wakateketeza ng'ombe, wakateketeza kondoo, wakateketeza punda, wakateketeza ngamia na watumishi wake wakawaua. Maandiko yanaonyesha haikuishia hivyo, lakini watoto wake walipokuwa wakisherekea katika nyumba ya mmoja wa ndugu zao, maandiko yanasema upepo mkali ukaja kutoka jangwani ukaipiga nyumba, ikawaangukia watoto wake wote wakafa. Lakini maandiko ya kuishia hapo, wanasema hata naye mwenyewe akapigwa na ugonjwa wa majipu mwili mzima. Ingekuwa nyakati hizo angesema ana nini? Ana ngoma. Ana nini? Ana ukimwi. Sema amina we. Hakuna ugonjwa mbaya kama ukiro. Na kuna ukimwi, ukosefu wa kinga mwilini, lakini kuna ugonjwa unaitwa ukiro, ukosefu wa kinga rohoni. Mwili yako unayo kinga rohoni wewe. Wamekasirika.